Isabela akakanyaga ardhi tofauti na Tanzania. Isabela ndani ya Zambia. Huu ndo mwanzo wa safari ya kwenda Marekani, alijisemea Isabela. Mwanzo wa safari ya kwenda Marekani, Isabela alijisemea, kisha akachukua simu yake na kujipiga picha ya kumbukumbu huku akiachia tabasamu mwanana. Isabela alitarajia kuwa atahangaika sana baada ya kushuka pale kituoni, lakini haikuwa hivyo. Punde tu baada ya kumaliza kujipiga picha, alishitushwa kuona anafuatwa na wanawake wawili waliopendeza sana katika mavazi yao ya suti zilizowakaa vyema. Walimsalimia kwa kumuita jina lake, kisha wakampokea begi lake. Kitendo hiki cha kupokelewa kikamfanya Isabela akiri kuwa Davis alikuwa mtu mwingine kabisa. Baada ya hapo, aliongozwa hadi katika gari aina ya Noah. Isabela akataka kuingia humo, lakini akazuiliwa na kuambiwa hilo ni maalum kwa ajili ya mizigo yake pekee. Isabela akashangaa moyoni mwake, akajisemea kimoyomoyo, mbona wangenipa hata hii Noah chuoni, wangenikomaje mimi? Baada ya hapo akapelekwa katika gari iliyokuwa na milango 6. Akafunguliwa mlango kwa heshima zote, akaingia humo. Akakutana na wanaume kadhaa, na wao wakiwa wamevalia mavazi yao ya suti za kifahari. Walikuwa wanatabasamu wakati wote. Ama kwa hakika Isabela alikuwa anaishi kama malkia katika nchi za watu. Baada ya hapo safari ikaanza. Ilikuwa safari ndefu kiasi, lakini haikukera kwa sababu ya ubora wa ile gari aliyokuwa amepanda Isabela. Baada ya gari kusimama, mlango wa upande wa Isabela ulifunguliwa na mwanamke mmoja aliyekuwa amevaa suti nyeupe sana isiyokuwa na doa. Isabela akazidi kuvimba kichwa kwamba yeye ndo yeye, wengine hakuna kitu. Akiwa bado hajafungua kinywa kusema neno lolote, mara walimfuata wasichana 3 waliochangamka sana, wakamsalimia kisha wakamuongoza kwenda mahali. Isabela akadhani anapelekwa ofisini kwa Davis, lakini haikuwa hivyo. Aliingizwa katika chumba kikubwa cha kisasa sana. Kisha wanawake wale wakamwambia Isabela kuwa anatakiwa kubadili nguo alizokuwa amevaa. Wakampatia nguo iliyomtosha kabisa. Alipotoka pale ndani, alikuwa amewaka haswa katika nguo zile nyeupe kabisa. Isabela alitamani kama angekuwa peke yake aweze kupiga picha ya kumbukumbu na pia ya kutesea watu mtandaoni. Isabela alikuwa amependeza sana. Hilo halikuhitaji ushahidi, hata yeye mwenyewe alijua wazi. Baada ya kuwa katika vazi lile jeupe, alielekezwa kurejea tena ndani ya gari. Wakati yeye anawaza kuwa safari ilikuwa imefika mwisho, haikuwa hivyo. Walienda mwendo kama wa dakika 5. Geti likafunguliwa, wakaingia humo, na hapo milango ikafunguliwa tena, wakashuka. Aliposhuka tu, alikuta ametandikiwa zulia maalumu jekundu linalofahamika zaidi kama red carpet. Na alipokuwa anatembea, wale wanawake pembeni walikuwa wakimtupia maua yaliyokuwa yananukia sana. Kitendo kile kikamfanya Isabela upesi kujiona kuwa ana hadhi ya juu sana, na hapo akajiweka sahani moja na wasanii wakubwa kama Rihanna, Beyonce na akina Nicki Minaj. Ama kweli kama ni kazi. Basi hapa nimepata kazi, Isabela mimi. Isabela akajisemea kimoyomoyo. Ama kweli kama ni kazi. Basi hapa nimepata kazi, Isabela mimi. Isabela akajisemea kimoyomoyo. Isabela alikuwa makini sana katika kulikanyaga zulia lile, huku akijaribu kutembea miondoko ya kilimbwende. Angali alijua wazi kuwa hakuwa na umbile la kuwa mlimbwende. Alikuwa mfupi na alikuwa na kila dalili kuwa akiridhika tu na maisha ataangukia kuwa bonge. Safari ile ilishia katika chumba kikubwa
ambacho kilionekana kuwa kilikuwa kwa ajili ya kulala. Kila kitu katika chumba kile kilikuwa cheupe. Hapa sasa ngozi ya Isabela ikaonekana kama inaleta uchafu pale ndani. Punde alitambulishwa kwa akina mama wawili watu wazima. Hawa waliwekwa maalumu kwa ajili ya kumhudumia kwa lolote ambalo atakuwa anahitaji. Umri wao ulikuwa mkubwa kwa makadirio ya Isabela. Angeweza kuwalinganisha na mama yake mzazi, lakini matabasamu katika nyuso zao yaliwafanya waonekane kama mabinti wenye umri wa miaka 18 ama chini ya hapo. Isabela alipata huduma zote hadi baadaye usingizi ulimpitia. Alikuja kushituka pakiwa pamepambazuka, huduma za kimalikia zikiendelea. Baada ya kuoga na kuvaa nguo nyingine nyeupe, akakaribishwa mezani kwa ajili ya kifungua kinywa. Naam, ilikuwa kifungua kinywa kweli. Madikodiko ya kila aina yalitapakaa pale mezani. Isabela akaogopa kufakamia asivyovijua, akamega anavyovijua, japokuwa macho yalivitamani hata asivyovijua. Ilikuwa yapata saa 5 asubuhi ambapo aliongozwa tena katika ile gari ya milango 6. Safari ile ikaishia katika hoteli ya kifahari nchini Zambia iendayo kwa jina la Mkuba Hotels. Kama ilivyo kawaida, Isabela akaendelea kufuata nyuma asijue ni wapi anapopelekwa. Baada ya kona za hapa na pale, hatimaye waliufikia mlango mkubwa ambao juu yake kulikuwa na maandishi ya rangi ya dhahabu, Dr. Davis. Moyo wa Isabela ukalipuka kwa mshangao mkubwa. Akabaki kujiuliza, haya ni makazi ya Davis ama ni hoteli yake ama ni kitu gani hiki? Akiwa ametulia pale pale akingojea atokee mtu baada ya kubisha hodi waweze kufunguliwa, ghafla mlango ule wa vioo ulijifungua. Wakaingia watu 3 pale ndani, kisha 2 wakatoka na kumwacha Isabela akiwa peke yake. Hofu ikaanza kumwingia. Hofu ikaondoka baada ya kiti cha kuzunguka kilichokuwa kimempa mgongo kuanza kuzungushwa. Alianza kwa kuliona vazi la suti kali sana ya thamani. Oh, you are most welcome. Ilikuwa sauti ya kiume ambayo ilizungumza kwa kuridhika sana. Isabela hakuamini hata kidogo kuwa yule alikuwa ni Dr. Davis. Ni mimi, mbona unanishangaa? Davis alizungumza huku akijiweka sawa katika kiti chake. Isabela ambaye mdomo ulikuwa haujafunguka kabisa, alikisogelea kiti kingine akaketi. Unatumia kinywaji gani? Davis alimuuliza Isabela kwa utulivu mkubwa sana. Chochote tu, alijiuma Isabela. Mara Davis akabofya kitufe fulani katika meza yake. Mara kikajitokeza kitrei kikapanda juu, na alipobofya tena kikashuka kikiwa na glasi iliyokuwa na juisi ya matunda ndani yake. Akamkaribisha Isabela. Isabela alikuwa anashuhudia maajabu ya 8 ya dunia kwa tukio lile. Hakuwahi kuona maajabu kama hayo hapo kabla. Karibu Ndola, Zambia. Hii ni ofisi yangu ndogo, ya huku nyingine ipo Lusaka bwana. Accra, na kubwa zaidi ipo kule Washington, alijieleza Davis kwa sauti ya kujivuna, na alikuwa na kila sababu ya kujivuna. Alikuwa ananukia pesa bwana huyu. Isabela? Abe, aliitika Isabela. Unajua kampuni yangu imeamua kufanya kazi na wewe. Nashukuru sana dokta. Isabela alishukuru, lakini Davis hakujali, akaendelea kuzungumza. Unauchukia umaskini? Nauchukia kuliko ninavyoweza kujielezea, alisisitiza Isabela. Na anyway, unaenda sana kanisani? Kiukweli ni mara chache, alijibu tena Isabela akiwa ameketi kwa nidhamu kabisa. Kwa nini? aliuliza Davis huku akitabasamu. Mambo huwa yanakuwa tu mengi sana. Okay, achana na hayo. Isabela, kazi uliyoipata hapa ni kazi nyepesi, na kila mwezi itakuingizia shilingi milioni 6,666,000. Ama unaonaje? Alizungumza Dr. bila wasiwasi. Jibu la Dr. Davis lilimpagawisha Isabela vibaya mno. Kwa umri wake, kupokea kiasi cha shilingi milioni 6 kwa mwezi mmoja, hii ilifanania na ndoto ya mchana.
Isabela alijaribu kujishitua kuwa huenda anaota, lakini haikuwa ndoto hii. Tukiachana na mambo ya kazi, unawazungumziaje wanaume kwa ujumla? Devsi hakujali ule mshituko wa Isabela, akaendelea kutupa maswali. Kiaje labda? Isabela alihoji ili apate ufafanuzi zaidi. Vyovyote vile, hasa katika habari za mapenzi, alifafanua Devsi. Viumbe waongo, wasiokuwa na huruma, wanyanyasaji na Isabela hakuweza kuendelea kuzungumza. Alikuwa amemkumbuka Joni, mwanaume aliyeamua kuachana naye kwa sababu ya umaskini wake. Okay, labda ukaambiwa uwape adhabu. Utatoa adhabu gani kwao? Sijui watoweke duniani. Sijui, ila nawachukia wanaume wenye tabia hii, alijibu Isabela, kisha akashushia na maji yale ya matunda. Safi sana. Kumbe kazi utaiweza kabisa, lakini lazima kwanza ubadili kwanza mawazo yako, hawa ya kuombea wanaume watoweke. Lengo la kampuni yangu mimi ni kubadili wanaume kuachana mfumo huo wa unyanyasaji, na pia kuwafunza wanawake kuepuka na vishawishi vya wanaume danganyifu. Sasa tunaamini kwamba utaweza kutuwakilisha vyema katika nchi yako. Na katika hili sasa, ukimwelimisha msichana mmoja kwa siku, basi ujue umeelimisha jamii kubwa sana. Aliongea kwa umakini mkubwa, huku akiwa amemkazia macho Isabela, ambaye alikuwa anajaribu sana kuyakwepa macho ya dokta. Nitaweza, hata usitie shaka. Isabela alijiaminisha kabisa kuwa ataiweza kazi. Devsi akatoa makaratasi kadhaa. Isabela akasaini mkataba bila kuusoma kwa makini. Ulikuwa ni mkataba mnono sana. Baadaye kidogo, si muda mrefu sana kutoka sasa, pesa yako utangulizi itaingizwa katika akaunti yako, alimalizia Dr. Devsi. Kisha akamsihi Isabela wazunguke huku na kule, aweze kuiona ofisi yake kwa mapana zaidi. Walizunguka sehemu tofauti tofauti, huku ikiwa ni kazi ya Devsi kumwelekeza kila kitu kama kilivyo katika ofisi ile. Ule uwepo wa Dr. Devsi pembeni ya Isabela ulimfanya Isabela jisikie vyema sana, na nafsi yake ikatamani kuwa zaidi ya pale kwa dokta huyu mwenye pesa chafu sana. Isabela aliamini kuwa ikiwa Devsi atakuwa mpenzi wake, basi hata ile ofisi itakuwa sawa na mali yake. Kimoyo moyo Isabela kajisemea kuwa hata kama Devsi ameoa, yupo tayari kuwa hawara yake, ili mradi tu awe na ukaribu zaidi na pesa za Devsi. Tatizo liliendelea kuwa moja tu, hakuwa anamjua Devsi ni nani. Baada ya yote yale, ikafuata safari ya Mwanza. Safari hii haikuwa kwa njia ya basi, bali ndege. Kwa makusudi kabisa Isabela akawasiliana na Joni, yule mpenzi wake wa zamani, ili aweze kuja kumpokea uwanja wa ndege. Lengo lake likiwa kumuumiza kisaikolojia na ajutie kabisa kuachana na Isabela. Isabela hakujua kuwa anarejea Mwanza huku akiwa tayari amesaini mkataba ambao iwe isiwe lazima autumikie. Jijini Mwanza. Alipokelewa na Joni, ambaye alikuwa mpenzi wake wa zamani. Isabela alifanya makusudi kabisa ili kumuumiza moyo Joni, na ilikuwa hivyo japokuwa Joni hakusema waziwazi, lakini macho yake yalionesha. Joni alikuwa akijiuliza moyoni mwake, kulikoni yule Isabela masikini wa kutupwa, ambaye kila kitu alikuwa anamtegemea yeye, leo hii ana uwezo wa kusafiri kwa ndege, kisha kulipia hoteli ya kifahari kabisa kwa ajili ya kulala. Angali pale Mwanza alikuwa anacho chumba. Ubaya wa wasichana ni kitu kimoja tu, ni wadhaifu sana linapokuja suala la kukosewa na kisha kusamehe. Mwanaume akisema hapana, inawezekana kuwa hapana ya milele, hasa kitambua wazi kuwa
uliwahi kumtenda ubaya makusudi. Lakini wanawake wana huruma. Isabela naye alikuwa mmoja kati ya wanawake wa kawaida tu ambaye aliwahi kumpenda John kupita maelezo ya kawaida. Hivyo uwepo wa John katika chumba kimoja naye ulisababisha ajikuta kikumbuka mambo mengi sana kati yake na John. Hisia zikarejea kwa kasi. Mwisho wa siku John alipoomba msamaha, halikuwa jambo la kujifikiria mara mbili. Isabela akaamua kumsamehe, na hapo wakajikuta katika kukumbushia enzi. Na huu ukawa mwanzo wa Isabela kugundua jambo jipya kabisa katika maisha yake. Wakiwa pale kitandani, kila mmoja kwa ujuzi wake alijaribu kupandisha hisia za mwenzake. Ndipo Isabela akaanza kusikia sauti ambazo hapo kabla hakuwahi kuzisikia. Zilizungumza kwa lafudhi inayoendana na kabila lake, lakini hakuelewa hata kidogo maana halisi ilikuwa nini. Alimtazama John ili aweze kumsoma ikiwa naye anazisikia zile sauti, lakini John alikuwa ametingwa katika kumpapasa Isabela huku na kule. Hakuonekana kusikia lolote lile. John alipoona Isabela ametulia tuli, naye akawa amesita kuendeleza vita ile ya kimwili. Aliposita kufanya vile tu, na hapo zile sauti za maajabu nazo zikakoma kuendelea kuzungumza. John, umewasikia? Walikuwa wanasemaje? Isabela akamuuliza John huku akiwa anamtazama moja kwa moja machoni. Akina nani? Wapi? John alihoji, na hapo Isabela akatambua kuwa zile sauti ni aidha alizisikia yeye mwenyewe ama la hazikuwepo kabisa, bali mawenge yake tu. Akaamua kupuuzia. Walilala pamoja hadi asubuhi. John alikuwa wa kwanza kuamka, akamwamsha Isabela. Wakaingia maliwatoni wakajisafisha miili yao, kisha kila mmoja akachukua 50 zake. John akaenda anapojua, na Isabela akaelekea mahali alipokuwa anaishi. Hakuzikumbuka tena zile sauti za ajabu, bali alikumbuka kuwa wamezikumbushia enzi na John, na hakika wamefarijika sana. Isabela alifika chumbani kwake akiwa mchovu sana. Aliingia na kujitupa kitandani moja kwa moja, akapitiwa na usingizi. Alikuja kushituka majira ya saa 11 jioni, akaoga na kwenda kutafuta chakula, na hapo tayari usiku ulikuwa umefika. Akalala tena. Akiwa katika usingizi mnene kabisa, alizisikia tena zile sauti zilizokuwa zikisema maneno asiyoyatambua, lakini mirindimo ya sauti ile ilionyesha kuwa ni sauti zisizokuwa zinaelezea jambo la furaha sana. Isabela akakurupuka kutoka usingizini ili aweze kuzisikia vyema zile sauti, lakini ajabu, hapakuwa na sauti, bali alikuta simu yake ikiwa inaita. Mpigaji wa simu ile alikuwa ni mmoja kati ya wanafunzi ambao alikuwa anasoma nao. Isabela akatazama saa. Ilikuwa saa 7 na dakika kadhaa usiku. Akatokwa na msonyo wa ghadhabu, akimhesabia yule mpiga simu kuwa hakuwa na ustaarabu hata kidogo. Yawezekana vipi anapiga simu muda mbaya kama ule? Akaipokea kwa ghadhabu, akijiandaa kumpa vidonge vyake. Isabela jamani, Jennifer anaumwa sana na amezidiwa. Yupo wapi na nini tatizo? Aliuliza kwa utulivu mkubwa sana. Yaani hata sijui Isabela, ila anaumwa sana. Aliendelea kueleza. Nitakuja asubuhi hapo. Utanielekeza basi kwa njia ya meseji hospitali mliopo. Aliaga Isabela, kisha akakata simu. Na hapo akaanza kujikweza kuwa kitendo chake cha kuwa na pesa hivi sasa ananyenyekewa sana na kila mtu. Akajisikia fahari sana. Akajiahidi kuwa akifika hospitali siku inayofuata atatoa pesa za kutosha ili kuzidi kujijengea heshima pale chuoni na kuwaziba midomo waliokuwa wanamdharau. Palipokucha asubuhi, haikuwa taarifa juu ya mahali hospitali ilipo, bali ilikuwa ni taarifa ya kutia majonzi sana juu ya kifo cha Jennifer. Jennifer aliaga dunia baada ya jitihada za madaktari kugonga mwamba. Ilikuwa habari ya kusikitisha sana, kwani kilikuwa kifo cha ghafla mno.
Isabela hakukumbuka tena juu ya zile sauti zilikuwa zinasema nini. Sasa alikuwa anawaza juu ya ule msiba aliohesabu kuwa ni msiba wa kawaida tu. Baada ya siku 2, mwili wa Jennifer ulipelekwa katika viwanja vya Raila Odinga pale chuoni kwa ajili ya kuagwa. Hiyo ilikuwa ni kawaida, lakini haikuwa amri kwa mwanafunzi kuagwa na wenzake. Mama yake Jennifer alilia sana huku akigalagala chini. Jennifer ndiye alikuwa mtoto wake wa pekee. Kitendo cha kumpoteza mtoto yule ambaye ndo kwanza alikuwa mwaka wa kwanza pale chuoni, hakika iliumiza sana. Machozi ya mama Jennifer na maneno ya uchungu aliyokuwa anayatoa yaliwaumiza wengi. Mama Jennifer alikuwa na uchungu mkubwa, lakini nje ya huyo kuna kijana mmoja ambaye alikuwa na hofu kubwa sana. Licha ya kujifanya hana tatizo lolote lile, lakini sura yake ilitawaliwa na wasiwasi. Isabela aliweza kugundua jambo hili. Alimtazama sana, lakini hakuweka jambo lolote la kumtilia mashaka. Kijana huyu alikuwa ni Joni. Hatimaye ulifika ule wakati wa kuaga mwili wa marehemu. Foleni ilikuwa ndefu na jua lilikuwa kali. Hii ilisababisha malalamiko kwa waliokuwa katika foleni kutawala. Wakati foleni ile ikiendelea kusogea kwa mwendo wa kunyata, Isabela alihisi mvuto wa sauti kutoka mbali. Sauti hizi zilifanana na mkutano unaofanyika mbali. Kisha upepo unasafirisha sauti hadi katika masikio ya Isabela. Alisikia lakini hakuelewa ni kitu gani kinatokea. Akalazimika kugeuka na kumuuliza aliyekuwa nyuma yake. Samani dada, unasikia nini? Unasikia nini kinatokea? Alimuuliza kwa utulivu. Yule dada ambaye bila shaka hakuelewa nia ya Isabela alijibu kuwa hajui kinachotokea, lakini anahisi huko mbele foleni imekwama, ndo maana wamesimama muda mrefu bila kusogea mbele. Jibu lile lilikuwa nje kabisa na nia ya Isabela. Akiwa amekerwa na jibu lile, mara alishangaa kuona foleni inaenda kwa kasi kubwa, huku watu wakiwa wanakimbia huku na kule ili kushuhudia jambo. Isabela hakubaki kama kinyago, na yeye alikimbia hadi akafanikiwa kuona kile ambacho wengine walipigania kukiona. Isabela alishuhudia mwili wa Jessica, yule binti mpenzi wa Joni, ukiwa umekumbatia mchanga, huku midomo ikiwa inatokwa na povu jingi. Ilikuwa hali ya kushangaza. Wanaume wakajitolea wakavua mashati yao na kuanza kumpepea Jessica. Sasa suala la kuaga lilikuwa limesahaulika, na kila mmoja alitaka kujua ni kipi kimemsibu Jessica pale chini. Hatimaye gari la wagonjwa lilifika na kumpakia Jessica. Safari ya hospitali ikafuata, huku gari likipiga ving'ora vya kuomba njia. Joni aliambatana na Jessica katika lile gari la wagonjwa. Isabela alijisikia wivu ukimtetemesha kutokana na ukaribu ule wa Joni kwa Jessica, lakini hakuwa na la kufanya kuzuia hali ile. Baada ya pale zoezi la kuaga liliendelea hadi kukamilika. Hatimaye zikafuata taratibu za kifamilia. Ule mwili ulioagizwa kusoma ili kujikwamua kimaisha sasa ulikuwa unarejeshwa nyumbani ukiwa mfu. Iliumiza sana hali ile. Isabela alirejea nyumbani kwake. Alipofika chumbani, wazo juu ya zile sauti likamjia katika kichwa chake. Akawaza kuwa yawezekana kuna jambo asilolijua linamuandama, maana ilikuwa mara ya 3 kusikia zile sauti. Wakati anataka kuendelea kuzifanyia uchambuzi yakinifu, mara simu yake ya kiganjani ikaita. Akaitazama. Zilikuwa ni nambari za simu za Dr. Davis. Moyo wa Isabela ukapiga kwa nguvu sana. Akakumbuka kuwa maelewano yalikuwa kuanza kazi haraka sana iwezekanavyo, lakini yeye hakuwa ameanza kazi hata kidogo. Akawaza la kumdanganya Davis, na hapo akapokea simu. Pole sana na kazi, usijali utazoea. Naona unachoka sana, hata kupiga simu inakuwa tabu. Bila shaka ulifika salama na kazi ulianza mara moja. Aliongea bila kuweka kituo Dr. Davis. Isabela akabaki kujichekesha, kisha akakiri kuwa kazi ilikuwa inaendelea vizuri. Safi sana na kuaminia Isabela.
na sijawahi kujutia hilo. Dr. Davis alimsifia Isabela. Isabela akawa anajisikia vibaya sana kusifiwa kwa sababu hakuwa ameanza kufanya kazi aliyoagizwa. Wawili hawa walizungumza mengi, kisha Davis akamkumbusha Isabela kutazama salio katika akaunti yake, kwani kuna pesa imetumwa tayari. Taarifa hiyo ilikuwa nzuri sana kwa Isabela, kwani ni wazi bila kificho. Isabela alikuwa mlafi sana wa pesa, hazikuwahi kumtosha kamwe. Baada ya taarifa ile, Isabela alijikongoja hadi katika mashine za kutolea pesa na kutazama kiasi kilichoongezeka. Alifarijika sana, na kwa sababu hakuwa na haja ya pesa, hakutoa kiasi chochote. Wakati anatoka katika mashine ile, aliwaza juu ya umaarufu. Aliona kuwa pesa pekee haitoshi. Alitamani kila mtu amjue. Wanafunzi 400 wa darasani kwake waliokuwa wanamfahamu aliona hawatoshi kabisa. Akatamani chuo kizima kimtambue na kumheshimu. Isabela alisahau kabisa kuwa sifa zinaua. Kwa kulisahau hilo, Isabela akaona ni wazi kuwa akitulia bila kujulikana, kila mtu atajilinganisha naye wakati hawamfikii hata robo ya kipato chake. Isabela akawaza juu ya kuwania urembo wa chuo, lakini alipojitazama akagundua hawezi kushinda kwa sababu ya umbo lake. Alikuwa ni mnene kiasi, halafu mfupi. Akawaza juu ya kuimba muziki, akagundua sauti yake inamsaliti, hawezi kuwa mwanamuziki. Au nigombea urais wa chuo nini? Alijiuliza. Kabla hajapitisha maamuzi, mara simu yake ikaita. Akaitazama na kugundua kuwa anayempigia ni shemeji yake. Alipokea simu ile akiwa na tabasamu, akiamini kuwa kama ni shida ya pesa, basi siyo shida tena kwake. Alipoipokea, akajikuta yupo katika kupokea taarifa mbaya na ya kutisha iliyoharibu siku yake kabisa. Taarifa ambayo ilikuwa mwanzo wa utata wa waziwazi. Je, ni taarifa gani hiyo? Usikose kuungana nasi katika sehemu inayofuata.